Kwa mujibu wa waraka wa utumishi wa umma namba 6 wa mwaka 2020, pia na waraka wa utumishi wa umma namba 3 wa mwaka 2007 umetaja mavazi ambayo yanaruhusiwa na yasiyoruhusiwa. Kabla sijafunua kifungu hiki, naomba nitaje mambo yafuatayo. Kama unavyojua siku zote, mavazi ni utambulisho. Hii mtu mtambue ni nani, mavazi yake yanamtambulisha. Ukiona yule mwanafunzi, kwa sababu yule mwanafunzi kwa sababu mavazi yake. Huyu ni trafiki kwa sababu ya mavazi yake. Huyu ni daktari kwa sababu amevaa vazi fulani. Kwa hiyo vazi la mtu linamtambulisha yeye ni nani. Ndio maana ukiingia barabarani unaona magari, ukimwona trafiki amevaa nguo yake, uniform yake, unasema huyu trafiki anasimama. Lakini akipiga mkono hajavaa ile uniform yake ya trafiki, huwezi kutii, utadhani kwamba pengine bali mpita njia tu au ni abiria. Kwa hiyo mavazi yana nafasi kubwa kwenye utambulisho wa mtu. Sasa lazima tutofautishe sisi mavazi tunayovaa, je, yanasadifu kazi tunazozifanya? Mfano, mtu anayefanya kazi kwenye baa ana nguo zake kwa sababu ni kazi yake ya baa. Anayefanya kazi kwenye ndege ana nguo zake. Anayefanya kazi kwenye gereji ana nguo zake. Kwa hiyo kila mtu ana mavazi ambayo yanamfanya yeye amtambulishe ni nani. Sasa kwa mujibu wa sheria hii ambayo imetaja mwanzoni hapo awali, inasema mavazi yasiyoruhusiwa ni kama ifuatavyo. Kwa mujibu wa waraka wa utumishi wa umma namba 6 mwaka 2020, unasema hivi: nguo za kubana au za kuacha maungo ya mwili haziruhusiwi. Nguo za kuacha wazi sehemu za juu za magoti, kitovu, kifua, mgongo, mabega, kanga na madera hayaruhusiwi katika eneo la kazi. Nguo zenye maandishi au alama ya chama chochote cha siasa, picha, michoro na maandishi yasiyoendana na kazi au taasisi husika hayaruhusiwi. Nguo zinazoangaza mwili, transparent, na zinazomeremeta haziruhusiwi. Suruali fupi, mabano pedo, kaptula, nguo aina ambayo inapelekea mtu kuvaa nguo ambayo inapelekea baba nguo ni jeans lakini imechanganywa na magotini na marama kama vile chachanika. Siku hizi ni kama fashion lakini sio fashion. Maeneo ya kazi haziruhusiwi. Suruali zenye chini zimekatika zina marama kama jeans fulani, siku hizi zimetoka kama vile chachanika vizuri imekakaa. Hiyo hairuhusiwi kwa maeneo ya kazi. Sheria hii pia imeenda mbali zaidi, inasema viatu vyenye rangi mchanganyiko na viatu vya wazi haviruhusiwi eneo la kazi. Viatu virefu high heels zaidi ya inchi 5 kwa wanawake haviruhusiwi. Uvaaji wa mikufu juu ya nguo kwa wanaume, mtu anakuta amevaa mkufu zile za kuvaa za kumeta, hairuhusiwi. Ila kwa taasisi yetu unaweza kuvaa rozari, inaruhusiwa. Sasa kusema leo hapa simaanishi mkufu ni rozari. Rozari itegemea, rozari inafuata mkufu. Uvaaji wa nguo zenye kuonyesha ishara ya timu fulani ya mpira eneo la kazi haziruhusiwi. Mfano kama mtu kuvaa jezi ya Simba kazini au jezi ya Yanga au jezi ya timu fulani haitakiwi. Nywele na ndevu zenye rangi kali, bleach, haziruhusiwi eneo la kazi. Kucha zaidi ya milimita 5 na zenye mchanganyiko wa rangi haziruhusiwi eneo la kazi. Uvaaji wa suruali milegezo hairuhusiwa. Wasiku mtu anavaa suruali imelegea chini, hujui kiuno ni wapi, chini ni wapi, juu ni wapi, haitakiwi. Michoro ya kudumu, tattoo, sehemu za wazi za mwili haziruhusiwi. Na uvaaji wa hereni na kusuka nywele kwa wanaume hairuhusiwi eneo la kazi. Hii ndio sheria ya utumishi wa umma ambayo ni waraka wa namba 6 wa mwaka 2020. Pia ukiangalia na waraka mwingine ambao umetangulia hapo kabla huu wa mwaka 2007 namba 3 umeelezea mambo haya vile vile, mavazi ambayo yatakiwi. Wito wangu kwa watumishi wa taasisi ya kazi, tuvae mavazi ambayo yanasadifu kazi zetu tunazofanya kazi kwetu. Kila mtu ana nafasi yake mbalimbali. Idara yoyote inayofanya kazi itaahidi kuvaa nguo ambayo inaonyesha star, nadhifu, yenye heshima na kusadifu taasisi inayofanya kazi. Nitoe wito kwa kila mtumishi, sita kumchukulia hatua mtumishi anayevaa nguo fupi, nguo zenye kuonyesha utovu wa nidhamu, zenye kuonyesha maadili sio mazuri ya taasisi yetu. Niwaombe mvaa nguo zenye maadili ili tutangaze taasisi yetu kuwa vizuri zaidi.